Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi wa Mungu Otieno Evans, na hakika nafurahi ya kwamba Mungu anazidi kuwa pamoja nawe. Kabla tuendelee, na tuamini na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu uliye mbinguni, atakayetazama video hii na mkabidhi kwako. Acha Mungu kazidi kuwa naye katika pamoja na familia yake, biashara yake, hata na kazi yake. Mungu, acha video hii ikaweze kumbariki na kumuisha, na ni kwa Yesu Kristo nimeweza kuomba na kuamini. Amen. Amen. Mpendwa, je, ushawahi jiuliza ya kwamba wakati wa dhiki, wakati wa taabu, muamini anatakikana akaweze kufanya nini? Wakati shida inapoingia katika familia, je, natakiwa nikaweze kufanya nini? Wakati nimepata barua ile ya kwamba kazi yangu imeweza kuisha, nimeachishwa kazi, je, ninatakikana nikaweze kufanya nini? Wakati moto mkubwa umeweza kuwaka na hata biashara yangu, bidhaa zangu zote zikaweza kuungua usiku, nikaniacha na madeni, je, ninatakikana nikaweze kufanya nini? Na ndiposa Biblia inatupa mambo matatu ambayo natakiwa nikaweze kufanya kama muumini. Mambo matatu au mambo manne, na tutaweza kuyaona. Jambo ya kwanza ni kuwa dhiki au tabu inapokuja, muumini anatakiwa akaweze kumwomba Mungu, akaweze kumkimbilia Mungu. Wengi tabu zinapokuja, wengi tunakimbia uwepo wa Mungu. Lakini Biblia inatufundisha kwamba tabu iingiapo, natakikana nikaweze kumkimbilia Mwenyezi Mungu. Ndiposa anatuambia katika Zaburi ya 50:15 ya kuwa niite wakati wa magumu yako, niite wakati wa taabu, nami nitakuokoa, nawe utaweza kunitukuza. Huyo ni Mungu ananena nasi ya kwamba wakati nimepata barua ile ya kuachishwa kazi, ya kwamba wakati ambapo biashara haiendelei vizuri, ya kwamba wakati watoto niliodhania ya kwamba wataweza kuwa bora katika maisha ili kwamba waje wakatusaidie, wameingia katika ulevi, wameweza kuingia katika anasa za ulimwengu huu, wamekosa dira, ni kwamba tukaweze kumrudia Mungu. Wakati ambapo mume wako uliyekuwa unamtegemea sana amegeuka kama mlevi, amesahau familia yake, huo ndio wakati ambapo ninatakikana nikaweze kumrudia Mungu. Na acha nisome nawe katika kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kusali na kuomba haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Bali kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Napenda mstari wa 7, inasema ya kwamba na amani ya Mungu ipitayo akili zote ikawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Ya kwamba kumbe wakati tabu inapokuja, tunamkimbilia Mungu ili kwamba Mungu akatupe amani. Na Biblia inasema wazi ya kwamba amani hii ambayo Mungu anaipeana kwa yule aliyeitwa kwa jina lake, amani ile inapita akili zote. Na kwa kuwa tumepokea amani hiyo, ni kwamba itahifadhi mioyo yetu na nia zetu katika Kristo Yesu. Ya kwamba kumbe ninapopewa amani hii, sitafuata njia zangu mwenyewe. Ninapopata amani hii, sitatafuta usaidizi mahali kwingine, kwa sababu ninaye Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kwamba tunamkimbilia Bwana. Jambo la pili ni kwamba hatufuati njia zetu wenyewe. Wengi wakati dhiki inapokuja, tunatafuta usaidizi kutokana na akili zetu. Wengi walienda kwa waganga, wengine walienda kwa waombezi, wengine wakatafuta usaidizi katika sehemu mbalimbali, ambao mwisho wake ukawa ni uchungu mkubwa. Lakini Biblia inatuambia kwamba tusifuate akili zetu. Ndiposa anatuambia katika Mithali 5 mstari wa 5 ya kwamba
Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako, kwa sababu akili ya mwanadamu ni akili ambayo haina msaada wowote. Akili ya mwanadamu ni akili inayoelekea tu upotovuni, lakini haina maarifa ya kuweza kutusaidia. Kwa hivyo Mithali hii 3:5 inatuambia kwamba tumtumainie Bwana kwa akili zetu zote, tumtumainie Bwana kwa mioyo yetu yote. Kunaye mtu mmoja aliyepitia shida hizi katika Biblia, naye ni Ayubu. Ayubu aliweza kupoteza mifugo yake, aliweza kupoteza mali zake, akaweza kupoteza watoto wake, lakini Biblia inaniambia ya kwamba aliweza kumtumainia Bwana, wala hakuzitegemea akili zake mwenyewe. Na hii inanipeleka katika swala la 3 ambayo tunajifundisha siku ya leo, ya kwamba dhiki inapokuja tusiogope. Jambo la kwanza tumejifundisha ya kwamba tunamkimbilia Mungu. Jambo la pili tukajifundisha ya kwamba hatuzitegemei akili zetu, bali tunamtumainia Mungu. Jambo la 3 ni kwamba usiogope. Usiogope katika dhiki ile ulio nayo. Pengine dhiki ile ni tabu, ile ni kubwa, lakini usiogope, kwa kuwa Mungu wako ni mkuu kuliko tabu ile. Wengi tumehofia, wengi tumebebwa na misongo ya mawazo kiasi kwamba tukaweza kuchukua maisha yetu mikononi mwetu. Wengi tumebebwa na misongo ya mawazo kiasi kwamba tukaweza kuua familia zetu na mke na mtoto, nasi tukaweza kujitia kitanzi. Wengi tumeingiwa na shida kiasi kwamba tukaona ya kwamba ulevi ndiyo njia pekee itakayoweza kutusaidia, pamoja na miadarati. Wengi tumeingiwa na stressi za kila aina, lakini Mungu anatuambia ya kwamba usiogope. Usiogope. Katika Isaya 41:10 anasema ya kwamba usiogope, maana mimi ni Mungu wako. Usifadhaike, maana ni pamoja nawe, nami nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Huyu ndiye Mungu anayenena nasi ya kwamba kweli dhiki tunayopitia katika maisha ni dhiki inayotetemesha milima, ni tabu inayotutikisa na kutupepeta, lakini Mungu ametuambia ya kwamba tusiogope. Barua ile ya kuachishwa kazi imefika. Mungu anasema tusiogope. Afya, ugonjwa imeweza kuingia katika miili hii ya dhambi imeanza kudhoofika. Tunajiuliza ya kwamba watoto ni wadogo, je, itakuwaje? Mungu anatuambia ya kwamba tusiogope. Mpendwa, usiogope. Usiogope. Tatizo hilo lilo nalo ni dogo. Tatizo hilo huenda kwa macho ya kibinadamu linaonekana ni kubwa zaidi, lakini Mungu wako ni mkuu sana kuliko dhiki hiyo ambayo inakusumbua, kuliko tatizo hilo ulilo nalo. Kwa hivyo wapendwa, tumtafute huyu Mungu, tumtafute kupitia neno lake, tumtafute. Na hili linanipa jambo la 4 ya kwamba tusiogope. Na kwa kuwa tumeamua ya kwamba hatutaogopa, basi tunamtafuta Mungu. Ndipo anatuambia katika Zaburi 119 mstari wake ni 105 ya kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Katika dhiki ile, katika tabu ile, nimejificha chini ya uvuli wa neno la Mungu, ambalo ndilo mwanga, ambalo ndilo taa kwa ajili ya njia zangu. Mpendwa, huenda umepitia dhiki kuu, huenda umepitia tabu, huenda ni kufiwa na mumeo, umebaki mjane, mambo yamekulemaza, umekuwa na changamoto. Mungu anasema ya kwamba tukaweze kutafuta neno lake. Tusiogope, kwa kuwa yu pamoja nasi. Huenda ni watoto wako uliokusudia kwamba wangeweza kukusaidia. Watoto hawa ukawapeleka shule mpaka hadhi ya chuo kikuu, wakarudi wakiwa ni walevi, wakarudi wakiwa wamechanganyikiwa, hawana mbele hata nyuma. Mungu anasema ya kwamba usiogope. Huenda ni biashara yako, ulianzisha biashara ile ikaanguka, ukaanzisha biashara ile ikaanguka, umeanzisha biashara hii ikaanguka, mpaka mwisho wa siku mtaji wako ukaisha wote. Mungu anasema ya kwamba usiogope. Mungu anasema ya kwamba usiogope.
maana ni pamoja nawe. Yeremia 3:11 inasema ya kwamba kwa maana mawazo yangu si mawazo yenu, ninawawazia mema ya kuwaletea mwisho ulio bora zaidi. Mpendwa, dhiki hiyo itakuwa na mwisho mzuri. Dhiki hiyo itakuwa na nuru mpya katika maisha yako. Zidi kumtumainia Mungu, zidi kusimama pamoja na Mungu. Japo kuwa dhiki hii inaonekana ya kwamba itakugharakisha, zidi kumshikilia Mungu, kwa sababu yuko nasi katika safina hii inayorushwa na mawimbi. Acha Mungu akaweze kukubariki msikilizaji. Acha maneno haya yakakutie moyo. Acha maneno haya yakakupe nguvu mpya ya kuweza kusongea tena ukitafuta uso wa Mwenyezi Mungu. Na mkono wake wa rehema acha ukaweze kushukia. Mkono huu ukaweze kukubeba na neema yake ikaweze kukutosha kwa jina la Yesu Kristo. Na Mungu wa mbinguni akaweze kukubariki. Mungu wetu na Baba yetu uliye mbinguni, tunasema ni asante kwa ajili ya somo hili la muda mchache ulilolileta kwa ajili ya msikilizaji. Acha Mungu kaweze kumbariki katika dhiki hili alilo nalo, katika afya yake, katika kazi yake, katika biashara, katika familia yake. Mungu acha ukaweze kumuinua. Mungu acha ukaweze kusimama pamoja naye katika tabu na dhiki hizi, ili kwamba akazidi kutafuta uso wako. Na ni kwa ajili ya jina la Yesu Kristo tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Na Mungu akaweze kukubariki. Tukutane wakati mwingine. Amen.